Dada, mbona umewahi sana kwenda sokoni leo? Hamna, nimeamua tu mimi mwenyewe niende mapema nirudi nje kufanya mishe zangu. Au kwa vile mama akakusema ndio maana unaamua uende sokoni mapema yote? Hayo umeyasema wewe, mimi sipo huko kabisa. Alafu dada, nina ubuyu. Siku ile sikukusimulia nilivyoenda klabu. Nina ubuyu ila sikusema nini? Kwa vile unaenda sokoni, nenda tu. Nitakuja nikwambie baadaye. Uko sokoni ya kuendeki. Cha kufanya sasa. Acha nigeuke huko sokoni, subiria kwanza ubuyu. Wewe tena. Dada, yeye siku ile nilivyoenda klabu. Nilikutana na mkaka mmoja huyo handsome hatari. Alikuwa na rafiki yake. Nilipokutana naye kwanza, kila kitu akagharamia yeye. Hapo sasa nje na kugharamia yeye. Unajua kwa nini sikurudi siku ile? Yaani sikurudi siku ile nilivyoona vile ni mkaka anajali kwanza. Yaani nje na kujali. Unajua kila kitu aligharamia. Sasa nilivyoona vile ndio nilienda kulala naye kwake. Mtoto una hatari wewe. Yaani mwanaume umekutana siku moja na umeenda kulala naye. Tena umekutana naye baa na umeenda kulala naye. Wewe utapata magonjwa. Yaani dada, yaani kukutana klabu unawaza. Yaani mtu unakutana naye njiani na naenda naye kulala naye au unaanza kukutana naye klabu. Yaani klabu sasa unakagharamia kila. Unajua nilikunywa waini ya shilingi ngapi siku ile? Hujui mambo ya klabu ndio maana. Yaani laiti ungekuwa unajua mambo ya klabu. Siku ile ndio maana nikwambia twende yote, ungeenda kuona. Na wewe mwenyewe lazima ungepata mtu huyo shemeji unayemuona sijui shemeji. Kwanza ungemwona ana thamani. Kwa hiyo mmeishia wapi, mnataka kuoana? Acha tukachukua namba yangu. Hivyo tunawasiliana tu. Hiyo ndio imetoka. Hata kupigia simu wala hutaona message yake. Sikia nikwambie mdogo wangu, wanaume wa hapa mjini. Asubuhi wanaenda kutafuta pesa. Wanahangaika kutwa mzima. Ukifika usiku wanajiandaa wanaenda zao baa kununua watoto wajinga kama nyinyi. Kwa sababu ungekuwa na akili usingekubali mwanaume umjui umeenda kulala naye tena siku moja. Halafu sasa ulivyokuwa mpuuzi. Unaniambia dada nina ubuyu sio na nini, ndio vitu vyenyewe ndio kama hivyo. Na tena mwanzo na mwisho kuniita na kuniambia upuuzi kama huu. Toka muda ule ningekuwa nimeshafika sokoni. Umenikalisha hapa kwa mambo yako ya kipuuzi. Hivi ilikuwaje mpaka imekuwa rahisi sana madam kukwambia unipigie simu na nije kufanya kazi? Mbona imekuwa ghafla sana? Ai mwanangu mwenyewe yani kwanza siamini. Yaani mbona kama Zari hivi yani. Nyimbo la Dully Sax. Naona unamalizia hapo. Si unajua tena. Piga kazi kidogo. Na ufanyaje kazi vizuri bila kufokewa? Unajua tena muda mwingine nachoka. Na mimi pia binadamu unajua Una enjoy mwenyewe. Basi tuachane nayo. Ni kwanza kumpigia yule mwenzio yule. Alaje? Mpigie simu. Nini? Uamini au? Yaani Alaje? Alaje huyo huyo. Ungempigia maana unajua nimekaa nimefikiria. Nimeona tu aje kufanya kazi kikweli. Imeisha. Pigie. Labda mwingine madam wangu mimi nakukubali sana ni. Nakuaga mkali afu baadaye. Ushaanza bwana, hebu fanya kwanza kama nilivyokuambia maana nataka nitoke kwa namsubiria. Sawa? Sasa hivi nampigia simu. Fanya hivyo. Kwa hiyo nataka kuniambia huyu madam mjengo wote wewe ni jumba lote hili anaishi peke yake. Na hana mume, hana watoto. Yaani au hapo iko vipi? Inakuwa kama ilivyokuwa na ipo kama unavyoiona. Alaje? Unataka kunitolea barua? Unataka kunioa?
Wewe ndo husband material ulioshushwa na malaika uje kunioa Messi, si ndio? Au yaani ni leo tu unaanza kunisema. Yaani umaskini sijui hata mna matatizo gani. Maskini akiwa analia naomba kazi, sijui so wewe. Sasa hivi tayari ushaingia ndani ya geti langu, nishakukabidhi ufanye kazi, unaanza kunisema. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Please try again. Wewe vipi? Mbona kama uko sawa? No dada, nipo sawa tu, usijali. Sura imekushuka hivyo mdogo wangu, wakati nimekuacha hapa una furaha. Niambie kama kuna shida. Usijali, mimi nipo sawa tu. Nipo sawa kabisa. Sawa, nisikuforce. Kama unataka kukumbana na moyo wako, sawa, lakini mimi niko ndani na kupumzika. Unataka kujua nini labda kwangu? Huyu unamuuliza atakwambia nini kuhusu mimi? Usione huko nje ukipita ukiona mageti kwamba ukiingia ndani na watu lokuwa ndani utatujua kiundani. Maxi. Naam madam. Umeanza lini? Sio mimi. Ni nani? Anaongea peke yake huyu? Au anaongea na Maua? Si anaongea na wewe? Wewe si ndio unaniletea humu ndani? Ndio madam. Hivi labda nikuulize swali. Mnataka unijua ili iweje? Ili iweje mnijue? Sikulipe vizuri mshahara wako? Unatulipa madam. Hauli humu ndani? Tunakula madam. Kitu gani mnachotaka kujua? Kitu gani mnataka kujua kwangu? Tokeni hapa, inuka! Ani maskini sijui hata apoje. Asa mbona tena umesimama dada? Mimi nachoka. Tumetembea toka huko na hatufiki. Kwani sehemu yenyewe ni wapi? Aliniambia ni nyumba namba 7. Nahisi ni mtaa huu tu dada. Alafu saa hizi ni nyumba namba 11. Nahisi ni huko mbele nyumba namba 7. Kwa twende tu dada. Mimi nachoka ujue. Nitarudi sasa hivi. Maana miguu yenyewe hapa sasa inawaka moto. Sijui umenielewa? Sisi tushakaribia, twende. Mpigie basi haraka maana mimi nimeshachoka. Dada nampigia. Hello? Babe. Nimeshafika. Nipo hapa nje. Haya poa. Anakuja. Afadhali tena ila panapoonekana pazuri. Leo nashinda kutwa mzima. Wewe tena ushaanza. Haya, ngoja afike. Dada, huyu ndio yule mpenzi wangu nilokuwa nakusimulia. Anaitwa Alajei. Alajei. Huyu ni dadangu anaitwa Nipe.
Angel, sijakuelewa vizuri, umeniambiaje? Huyu ndio yule mpenzi wangu aliyekuwa kusimulia siku zote, anaitwa RJ. RJ, anachoongea mdogo wangu ni kweli? Naongea nawe, naomba unijibu. Naomba usiniambie kama ni kweli. RJ, mnafahamiana au? Dada, mnafahamiana? Naongea na wewe, naomba unijibu. RJ, naongea na wewe, naomba unijibu basi. Angel. Nimepitia situation kubwa sana hapa katikati, lakini maisha yangu yamekuwa magumu sana, kwa sababu mara ya kwanza kuna mwanamke ambaye alikuwa ananihudumia kwa kila kitu, lakini naye nilimpoteza kwa bahati mbaya. Hivyo nilitoka naye yeye bila kujua, bila kutarajia, nikaja nikatoka pia na rafiki yake ambaye alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana. Haikupita siku, nimekuja tena kutoka na mdogo wake na mpenzi wangu bila kujua, kwa sababu ya pombe. Kwa hiyo nakuwa napitia changamoto kubwa sana, na sijui hii hali inakuwa inatokana na nini. Lakini pia kwa sasa sio mbaya sana, kwa sababu nipo na yule madam ambaye anawasumbua katika huu mtaa wenu hapa kwa mali zake. Mimi natoka naye kimapenzi, na nataka nihakikishe namiliki mali zake kwa asilimia kubwa sana, lakini japokuwa sio rahisi, na anaonekana pia bado, yani sio rahisi kumuingilia, anaonekana bado ni mgumu sana, lakini nitahakikisha nafanya chini juu kwa hali na mali mpaka nahakikisha napata hata nusu ya mali zake zile zote. Kwa hiyo na imani muda si mrefu mambo yatajipa na kila kitu kitakuwa sawa. RJ, pole sana. Ama kweli kitu usichokijua ni kama usiku wa kiza. Nakupa pole mara pili kwa sababu haujui ulitendalo, au umetenda kwa kutokujua nini unafanya. Kwa kusema hivi, labda nikutolee mfano. Mmoja anasema kwamba injini hata iwe mpya vipi, ikifika wakati wake itafunguliwa na itarekebishwa, na sio kama ndio imekufa moja kwa moja. Chombo chochote cha moto lazima kiende garage
Kwa hiyo kuwasilika kwako haimaanishi ndo kama vile mwisho wa maisha yako au ndo kama umekufa. Wajua bana, haya maisha haya, mimi sipo huko ndugu yangu. Mimi nimekwambia nipo na yule madam kwa maslahi tu ya kimahusiano, lakini sio kwamba nataka nimfanye kuwa labda wife material au labda ni mwanamke fulani hivi ndo awe mwanamke wangu, hapana. Sasa wewe unaanza kunitania masuala ya matani wakati mimi mwenzio unaanza kuniletea masuala ya matani hapa wakati mwenzio mimi nawaza mali hapa. Mimi nakuwa hata sikuelewi. Sasa hivi RJ, unadhani kwamba mimi na wewe nani anamfahamu sana yule madam? Mimi ninamfahamu sana yule madam kuliko unavyomtambua. Hivi kwa akili zako timamu, unaamini kwamba yule madam anaweza kumiliki zile mali? Kiufupi ni kwamba yule madam alikuwa na mwanaume wake, yani mume wake alifariki kwa virusi vya ukimwi. Kwa maana hiyo yule madam pia ana ukimwi. Hivyo basi kama umetembea naye, basi mwanangu umekwisha. RJ, ninachokwambia kwamba yule madam ameasilika. Yaani ana virusi vya ukimwi. Vipi nini? Yaani vipi hiyo kuhusu nini? Nini? Mbona nivamisia geti langu? Hivi madam, wewe unadhani ile geti lako lina thamani kushinda maisha yangu mimi? Au unadhani hizo mali zako zote zina thamani kushinda uhai wangu mimi? Yaani umeniua. Madam, umeniua madam. Kwa maisha gani unaomiliki? Hivyo una akili timamu wewe? Kichwa chako kinafanya kazi? Akili zako zinafanya kazi? Umetoka tu huko, unanibamizia geti langu, unakuja unanitukania mali zangu. Wewe unajua mimi nimezipataje hizi? Hivi unajua nimepataje? Nikuulize swali kijana. Mama yako kijijini anazo? Ana nyumba kama hii? Ana mali kama hizi? Au unakuja tu unaniwakia tu? Eti umeniua, umezikwa. Nikajua kwamba umeuliwa, labda mtu ananipigia simu umezikwa, yaani umekufa afu nakuona. Wewe kijana, njoo taratibu. Afu naomba unisikilize kwa makini. Sawa? Nisikilize kwa makini. Tena siku nyingine ukome. Na ukome na tena. Wewe unahisi tu watu tunaishi tu kwamba tulilala tunaota tumeshushiwa nyumba zikashuka. Tumeshushiwa magari kama hivi zikashuka. Nakumbuka wiki zilizopita ulikuwa unataka kunijua mimi nani. Sasa ushanijua. Madam Messi ni nani? Madam Messi ndo huyu ambao ulikuwa unateremka kitonga. Na hiko ndo kichokupata. Sawa? Hatupati mali bure bure. Na siku nyingine ukome. Na alokuambia hajakosea. Sawa? Kwani nimewaka? Si unataka niongee hivyo? Nimewaka na dawa natumia. Kwa usijali. Mbona maisha ni hizi sana? Alokuambia eti anaowaka anakufa ni nani? Nitakupeleka mimi napochukua dawa, sema kwa kuwa ni maskini utameza vidonge. Huna uwezo kutumia dozi na utumia mimi. Alafu sasa ndani ya mwaka mmoja au miaka miwili utakuwa ushakufa. Tena toka! Kwa vipi? Eto bana stakani nukutania maskini kama nyie. Sasa potezea mwili yangu kabisa. Tena wewe, jiandae na kesho utaondoka hapa nyumbani kwangu.
Maumivu ya usaliti yanakata hadi ndani, yamenifanya niogope hata kivuli changu. Ulinichezea moyo kama ukuwa halali, sasa naokoa mabaki ya nafsi yangu. Maumivu ya usaliti yamenivunja nusu, ninajifunza kupumua tena peke yangu. Ulinivaa kama vazi, ukalitupa barabarani, lakini sitava aibu yako tena kamwe. Simu ikalia usiku wa manane, ukanidai ni kazini umechelewa, lakini harufu ya mtu mwingine iliniambia ukweli kabla ya machozi. Marafiki waliona, mimi nilikataa, nilitetea kila kosa ulilofanya. Leo nikiangalia picha zako, naona uongo uliofunikwa rangi. Maumivu ya usaliti yanakata hadi ndani, yamenifanya niogope hata kivuli changu. Ulinichezea moyo kama ukuwa halali, sasa naokoa mabaki ya nafsi yangu.